TV obwansu bw'omuguzi omurubuli okubwatya nigo kuligirariwa n'ebigori byonsi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Sisi ni wa Kenya na tutembea Kenya nzima. Narudi Bomet County. Nakuja kutembelea mtoto mdogo pia, mtoto Chebet. Mtoto alizaliwa na challenges. Mtoto hana macho moja, masikio. Alifanywa surgery ya kwanza, anafaa kufanywa surgery ya pili. Na sisi tumeongea na wazazi, nimeongea na daktari, taweza pia kumtengeneza ili akuwe kama watoto wengine. So let's do our part. But for now, sikizeni pia history ya Chebet kutoka Bomet County, pia tumsaidie. And God bless you as you purpose to support. Hello good people, this is Save a Life, the only show that is saving lives, and thank you for your continued support. My name is Dr. Joseph Mureni. Save a Life natembea Kenya nzima. Leo niko Bomet County. Nilikuwa Nyamira a few weeks ago. Na in fact nilikuwa Nyamira a few days ago. Tulikuwa tunafanya surgery pale Nyamira Referral Hospital. Tukafanya surgeries mingi zaidi, over 64. Na tukatibu watu wengi, hundreds. Na leo nimekuja Bomet County, Bomet Central. Nimekuja kutembelea mama. Na mama akona mtoto mgonjwa. Nilitumia picha, nikasema ndakuja nione mtoto. Nimetazama mtoto. Mtoto alifanywa surgery ya kwanza na wakakosa pesa ya kufanya surgery ya pili. Sasa tuko hapa ndio tushikane tusaidie huyu mtoto. Habari yako mama? Salama sana. Kwa jina unaitwa nani? Mimi naitwa Sheila Koech. Sheila Koech. Nataka uniambie mtoto wako shida ilianzia wapi? Nilizaa huyo mtoto ikiwa hivyo. Kwanza hata haikuwa hivyo mahali imefika. Ilikuwa imekatana hapa mdomo mpaka ndani ya mapua. Sasa tukapata operation ya kwanza kwa Evans Hospital Nakuru. Ilikuwa 2016 mwezi wa 8. Akasaidiwa huyo mtoto. Sasa mwenye daktari alikuwa anamsaidia akasema mwende mukae, hiyo kidonda ikipona murudishe tutengeneze pua ingine, afanyiwe plastic surgery. Kurudi tukakaa nyumbani, tulikuwa tumemaliza pesa, tukakaa tu hivyo. Na ingefaa endelezo ya operation yake. Mtoto ako miaka ngapi? Sasa ako na miaka 8. Aitwa nani? Miriam Chebet. Anasoma? Anasoma. Oh, lakini akiwa shule aone mbali. Inafaa akae mbele ndio akaribie ubao ndio aone. So ako pia na shida ya kuona? Ako na shida ya kuona na ile macho. Aone mbali. Okay. Na uliniambia hii pesa huwezi pata? Hatuna kabisa, hata ni ngumu kupata chakula. Unafanya kazi gani wewe? Nikipata tu kibarua ya reserve ninafanya ya chembe. Ya kulima? Ya kulima. So ndio kazi unafanyaga? Ni hiyo. Okay. Na uko na watoto wangapi? 5. 5. Huyo Miriam ni mtoto wa pili. So ni changamoto gani unapitia hapa nyumbani?
Tulipoanzisha huyu Miriam kupeleka hospitali tangu akiwa mdogo, sijapata amani juu nikikaa ninaomba Mungu nipate usaidizi, hata asaidiwe atengenezewe mdomo. Alikuwa na shida sana hata kukula. Alikuwa na shida, ukiwekea mdomo chakula inatoka. Tukapata hiyo usaidizi ya kwanza. Sasa naomba Mungu anisaidie hata nipate usaidizi ya hiyo pua alafu macho. Na wewe kama mzazi, najua haijakuwa rahisi. Ukiangalia mtoto wako, ukimtazama, unasikiangaje ukimwangalia? Nikimwangalia nasikia uchungu sana. Ninaomba Mungu asaidie hata akae kama kila mtu. Hata atengenezewe hiyo pua ndio apate sura ya uso. Hata juzi alikuwa ameanza kusikia uchungu hapa juu ya kichwa. Na ukiona hapa juu imeanza kufura. Hapa inafura na unasikia anaanza kusema ninaumwa na kichwa. Hapa juu anaumwa na hapa. Nilikuwa naomba Mungu atusaidie hata tupate pesa, tupeleke scanning tuangalie ni nini iko hapa kwa kichwa, ama ni shida ya hiyo uso hakuna, hiyo jicho hakuna. Hakuna uchungu, hata ukimwona saa hii anacheza, lakini saa ingine anasema kuna uchungu hapa. Haijakuwa rahisi. Nimepitia magumu na machungu sana. Nikiomba Mungu anisaidie sana hata kwa usaidizi ya huyu mtoto. Hata tukikosa chakula, afadhali huyu apate usaidizi hata ya kupelekwa hospitali. Nimepitia machungu sana. Tangu nizae huyu mtoto 2016 mwezi wa pili.